Siku zote ndugu zangu nilisema, kama huamini ile madhabahu kwamba Mungu anaongea, achana naye. Tafuta madhabahu ingine, itakusaidia. Lakini kama madhabahu iko vizuri na Mungu anaisemesha, alafu sisi tuliokaa huko una dauti, itakuwa shida sana. Itakuwa shida sana. Angalia, wana wa Israeli wengi walikufa jangwani, si kwa sababu hawakumsikia Mungu. Walisikia Mungu akizungumza, lakini wanapokwenda wakashindwa kuamini. Basi. Na hata mtumishi yote Mungu akiongea naye akashindwa kuamini kile ambacho Mungu anamwambia fanya hivi, akaahirisha, ndio mauti yake. Ndio mauti yake. Mungu sio mjomba ambao unaweza sema tambembeleza tena. Mungu akishasema, yeye anaangalia neno lake. Wewe upende usipende, yeye anaangalia neno lake. Kwa hiyo tuwe waangalifu wana wa Mungu. Mpaka tumefika hapa, maadui wanahangaika. Wanakumbuka hata siku ile tunahamia hapa, mpaka mbuzi tukakuta amechinjwa hapo na utumbo na nini. Wanafanya kafara. Kama umsikilizi Mungu, mtaangamizwa, alafu mnakimbia mnasema hilo kanisa la Freemason linachinja watu. Kumbuka tulikuwa tunafanya semina hapa. Mungu anatembea. Nikiwa hapa nikamwambia watu tuombe kinyume na ajali. Nikakataa mauti, nikakataa ajali. Na hivi ndivyo ilivyokuwa. Come ya mauti. Rebuke death. Come ya mauti. Rebuke death. Yes, come ya mauti. Rebuke death. Jesus. Yes. Come ya mauti kanisa. Rebuke the power of death, the Church of Christ. Wamekuachilia mauti kwenye miji yako, kwenye mji wako, kwa watoto wako. Wameachilia mauti kwenu. Kemea mauti. Rebuke death because they release it over your life. Kemea mauti. Rebuke the power of death. Jesus. Yes. Mauti hakuna kwa watu hawa. Death is not over in these people. Wala kafara hakuna kwa watu hawa. Or sacrifice won't be happen in these people. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Ushuhuda unaendelea. Tulikuwa na basi la Costa. Watu wamejipakia. Kufika hapo Kisongo, basi limeinuliwa juu kwa juu hivi. Alafu likapelekwa Korongoni, matairi juu, kichwa chini. Watu wamesimama kwenye basi hivi. Lakini wakaja kujikuta imeenda hivi. Badala kwenda kupigiza vichwa chini hivi, wakajikuta tena wamesimama namna hii, wako wima. Wewe unakumbuka hiyo? Wako watakatifu hapa na wengine ni mashemasi ambao walikuwa ndani ile basi. Si wameshuhudia hapa? Fikiri nini ambacho kama si mkono wa Mungu kingefanyika? Nani angetaka hii kanisa? Nani angetaka? Na hicho ndicho walichotakaga, kwamba huyu bwana yeye anafanya huduma, bwana hatoi kafara, bwana Mungu wake yukoje? Wakapima kila namna. Hapa aliyetoa kafara ni Yesu Kristo peke yake na damu yake. Sasa ukikaa kwenye madhabahu namna hiyo, sikiliza, unapaswa ukaelewe na kusikiliza. Ukiachwa na kuhani wako kati anaendelea, wewe ukabaki huko, sikiliza, vita vyake ni vikubwa sana, lakini matokeo yake ni ya baraka ya kudumu sana. Paka maaskari walishangaa, wakasema hakuna mtu hata aliyeumia. Yaani badala mwenda na vichwa hii, maana gari imepinduliwa. Tunamuuliza driver ilikuwaje? Asema hata mimi sielewi. Nikajikuta gari inapaa tu. Huna namna kulirudisha, linapaa tu. Alafu linaelekea Korongo. Alafu pale kuna zile chuma za daraja. Badala kugonga kwenye daraja, gari imepaa juu. Na mwendo ni wa kawaida. Na yule driver hana tabia ya kukimbiza gari. Hapa. Na nikaenda Korongoni puu. Kote huko tunashinda vita kwa sababu Yesu ametuamini. Alafu wewe una doubt kwenye vitu vingine. Mimi nikufanyaje? Haleluya. Mungu akupeleke viwango vya juu.